Mke wangu. Hivi kwa nini siku hizi mbili umebadilika sana? Nimekuaje? Kwa mfano jana natoka kazini narudi nyumbani, hakuna cha kunipokea, huja nikaribisha, huja fanya chochote, unaanza kunidai talaka, unataka kuondoka. Shida ni nini? Mume wangu, najua siku mbili hizo umebadilika sana, hata mwenyewe sikuelewi. Nimebadilika kitu gani yani? Yaani unaondoka uachi hela, ukirudi nikikuongelesha unaniambia umechoka nikuache ulale. Sasa ni nini mume wangu? Hivi unategemea mimi naishije? Mke wangu, mbona ya mambo yanaongeleka? Hili jambo linaongeleka. Sio kama vile jana unabwata, unawapa faida majirani. Ya nini sasa? Nimechoka ndio maana nimeamua kupayuka. Kama unipendi si unipe talaka yangu niondoke. Sio kuninyanyasa, kuja kwako uninyanyase. Mke wangu, mimi nimekunyanyasa kwa kipi? Nimeshachoka na hiyo ndoa mimi. Asa mbona mwanzo hukusema? Nimechoka na matendo yako. Naomba talaka yangu niondoke. Kwanza hiyo ndoa yenyewe nililazimishwa tu na familia yangu, kwa sababu familia yako na familia yetu wana undugu, yani wanajuana. Kwa mimi niliolewa tu ili kuwafaidisha familia yangu. Sijawahi kukupenda. Sijawahi kukupenda na sitakuja kukupenda. Nimechoka. Yaani hata sijui nisemeje. Ila tu mimi kwangu swala talaka kwangu halipo. Sawa, kwa sababu bado nakupenda, bado nakuhitaji. Jioni ya leo nataka talaka yangu. Kwanza wewe sio mwanaume wa ndoto zangu. Hivi unataka uondoke, mimi nibaki na nani? Mke wangu, swala talaka hapa halipo. Sawa? Swala talaka halipo. Utajua mwenyewe na mke wako mwingine. Ninachotaka talaka yangu jioni ipate na naondoka. Sia, mambo? Poa, mzima? Mzima. Upo shoga yangu? Nipo. Kimya? Nipo shoga yangu. Maana nimepita mtaani nasikia unalazimishwa kuolewa na mwanaume, kufunga ndoa na mwanaume usio mpenda. Shoga yangu wewe acha tu. Acha tu vipi? Saizi maisha kulazimishana kufunga ndoa na mwanaume usio mpenda yapo wapi shoga yangu? Umeona Haya maisha ilikuwa mababu na mababuzi kulazimishana enzi ya zamani huko. Saizi miaka hii kulazimishana wanaume kuoana wapi? Shoga yangu wewe acha tu. Ndio hivyo shoga yangu, walinilazimisha tu. Kwanza mwanaume mwenyewe sio ndoto zangu. Yaani mwenzako hata kama ningekuwa mimi nisingekubali haya maisha. Yaani mimi leo hii kichefuchefu mimi nilazimishwa kufunga ndoa na mwanaume nisiompenda. Inakaaje huko kwenye ndoa? Ndio hivyo shoga yangu. Mimi naenda. Haya. Maisha sasa hivi eti mimi nilazimishwa na mwanaume kufunga ndoa inahusu? Vipi? Fresh ndugu yangu. Kwema kabisa. Kwema tu. Mbona kinyonge sana kaka? Kawaida. Kawaida. Unyonge unakuwa kawaida kweli kaka? Mwanangu, jana nimetoka kazini. Nafika nyumbani, yani mke wangu, sawa, hakuna cha kunikaribisha wala nini. Anaanza tu kufoka na dai talaka. Anadai talaka? Ndio. Unajua sababu ni nini au kisa ni nini? Ananiambia mimi nimebadilika sana. Wewe ndio ambaye umebadilika sio yeye. Nachepuka, yani hata sielewi yani. Kwa kifupi anataka talaka. Yaani yeye kakaza kwenye swala la talaka. Wewe unaona hapa kuna shida yoyote? Mimi naona tu kawaida, tunaishi vizuri. Hakuna shida yoyote. Hataki kusikia kitu kingine chochote zaidi ya talaka. Na hapo unavyoona kaniambia jioni anaitaka talaka yake.
Sasa kaka, kama hakuna shida yoyote, anaomba talaka. Kwa nini usimchape talaka aondoke? Sisi wanawake wako wengi kaka, shida iko wapi? Shida sio kumpa talaka na kuondoka. Shida sio kuwa wengi. Sawa? Shida kumpata mwanamke bora kama yeye. Angelikuwa bora kwako asingeweza kuomba talaka kwako hata siku moja. Yaani mpaka anakuja kuomba talaka kwako bado tena huyu sio bora kwako. Kama ikiwezekana mchape talaka afanyeje? Asepe akaangalia maisha mengine. Wewe uone kwamba utakuja kuumiza akili kuliko ili yaani unajua sasa utakuwa ufanye maisha yako. Muda mwingi utakuwa unamwaza yeye. Ila mimi nachokushauri kitu kimoja. Mapenzi yatakuumiza, afu wanawake sasa wako wengi. Wewe sasa ukitoka hapo ukaenda pale juu pale, unaweza kununua wanawake mpaka shilingi 3,000 na maisha mengine yakaenda. Wewe shida iko wapi? Mchepe talaka mwanangu asepe. Piga chini ule demu, mbichi kufichi, mgete talaka yake asepe. Sasa kitu kingine ninachokiwaza kwamba kwenye maisha sasa hivi, sawa, nikija kufanya hizo prosesi za talaka, atataka tena tugawane vitu. Asa mimi hicho kitu ndo sikitaki. Akitaka talaka andike yeye. Mimi kumwacha mke wangu siwezi. Unajua kabisa kwamba yeye haujui sababu yote kimsingi, chapa talaka fanyeje? Aondoke. Yaani kwamba wazidi kuchelewa utakuja kusababisha stress kibao, utakuja kuumia kichwa chako yani. Huo ndio ukweli yani. Kaka, hivi kati ya vitu na usalama wako upi bora? Bora ni usalama wako, bora ni uhai wako, vitu vinatafutwa. Yaani kama vitu unaweza kuvitafuta, kuvipata na hata hivyo vya saizi unaweza kuvitafuta ukavipata. Hata uko kazini unaweza kufukuzwa ukakosa vyote kuanzia mke mpaka kazi yenyewe. Chapa talaka ondoke. Hii kama ina kitu. Hilo ndio uliacha. Mimi nachokubaliki wewe unipingi. Sawa ndugu yangu, hilo nitalifanyia kazi. Fanya hivyo kwa ajili ya kuweza kuharakisha muda, atoke yeye aingie mtu mwingine. Haina shida ndugu yangu, mimi nitafanya hivyo. Hilo mwanangu ndo nakukubali. Yaani hakuna kitu ambacho unachokubali wewe kama vile yani mimi nikikuelekeza upingi. Ndio huo maana halisi ya uwana. Yaani wewe ni mwana. Yaani kati ya mwana wewe ni mwana. Basi poa ndugu yangu. Ukifika tu nitafanya hivyo. Nitamuita mwenyekiti, nitawaita baadhi ya wakubwa. Tafanya ile jambo liende. Huko kwa wakubwa unachelewa, maamuzi ni ya kwako. Hata kwenye kumpenda ulianza kumpenda wewe kabla hujaanza kuwashirikisha wakubwa. Yaani wakubwa walikuja baada ya wewe kutangaza kumuoa. Wewe chapa talaka hata kabla wakubwa hawajafika. Mwenye maamuzi ni wewe, si wakubwa. Wakubwa wataanza kusema ubaki naye, wataanza kukua, wataanza kurusha vikao kibao, mwisho utakuja kubaki naye. Chapa talaka kaka, kaomba talaka yeye mwenyewe. Chapa ondoke. Basi poa kaka, acha mimi niende. Mwanangu ile jamaa boya kweli yani. Achukua demu lake napiga afu mwenyewe alijua la cha nini. Ila nini? Nitafanya juu chini, yule demu lazima atoke kwake. Ili kusudi mimi nifanyeje? Niendelee kujivunjia vile ninavyotaka mimi. Huo ndio kweli. Ndio. Hapo kuna vya kunywa mwalimu. Kwani sikutumana mtuma nani? Mama, nina wiki kama pili sasa hivi. Mume wangu anaondoka asubuhi. Mama anaondoka niachie hela. Anarudi ukimgusa na kwambia niache nimechoka. Mama kweli, nina wiki 2 sasa hivi. Anipi tendo la ndoa. Mimi nakubali kuishi hivyo kweli mama? Yaani mume wangu amebadilika sana. Yaani hata sielewi mama nifanyaje mama. Mpaka nikachukua jukumu la kumwambia kwamba naomba talaka yangu niondoke. Kabla kuja kwangu ulishawahi kwenda sikiza? Hapana mama. Mimi nimekuja kwako, najua wewe ni mama yangu na tumekaa vizuri na unanilea vizuri. Nimeamua moja kwa moja nije kwako kabla sijaenda kwa mtu yoyote mama. Na mume unampenda? Mama, nilikuwa nampenda lakini sasa hivi umekufa ganzi. Alafu mama, mimi yule mwanaume sikumpenda, ila familia yangu ndio walifanyaje, walikuwa wanampenda yule kijana. Yaani nimeolewa tu kutokana na familia yangu, ila mimi sijampenda. Ile mimi kuna mtu nampenda mama. Kabla kujua ulishawahi kwenda sehemu nyingine? Hapana, sijaenda kokote mama wangu. Kwa wazazi wako ulishaenda? Sijaenda. Sikiliza mwali wangu. Ndio mama. Changamoto za ndoa kama unavyojua. Changamoto za ndoa ni hali ya kawaida kwa kila msichana aina yote. Hata sisi wazazi tunavyotuona tumepitia changamoto. Kaka vipi? Niambie.
changamoto ipo kwa wifi yako babangu. Yaani wakati nafikia kipindi nawaza kwamba leo nikirudi nyumbani nitafanya nini, kama nipike nimwandikie tu talaka yake aondoke, au nikirudi pale nianze kwanza na kipindi. Talaka tena? Kwa nini? Yaani jana wakati natoka kazini nafika nyumbani, mke wangu hakuna cha kunikaribisha wala kunipokea, anaanza tu kunipaukia na kunitolea maneno makali kwamba nipe talaka yangu nirudi kwetu. Kwanza mtu mwenyewe wewe kunioa nililazimishwa na wazazi wangu. Kaka nawe bwana ulizidi kuwahi kuoa jamani. Si tulikwambia tulia nyumbani utapata tu mwanamke, wanawake wapo kila siku anazaliwa. Yaani kwanza hapo nataka tuelekeze vizuri ili tujue jinsi gani tutakavyokushauri. Pili, yaani kipigo saizi hamna watu wanaopigana ndani ya familia. Kikubwa tu mkishindwana sehemu za serikali zipo. Kuna changamoto za aina nyingi katika wanaume hao. Na nini ubaya zaidi, mapenzi yenu mlishawahi kuishi ya uhawala. Mapenzi ya uhawala ni magumu. Mapenzi ya kuanziana nyumbani na mkiwa pamoja kuna tofauti. Mapenzi ya nyumbani mnapendana sana, lakini mkiwa pamoja penzi lishachoka. Ila mimi ninachokushauri sasa, mwanangu, uvumilie na ndoa. Mapenzi haya changamoto kwa kila mtu ya kumpitia. Hata mimi unavyoniona mama yako hapo nilipitia changamoto kubwa sana. Yaani mpaka sasa hivi nimezaa watoto 7. Sikutegemea. Hata wazazi hawakutegemea. Na watoto 7 unavyoona yule mwanaume wala nilikuwa simpende kama mwenzangu vile vile. Yaani yule mwanaume mzazi, baba na mama. Kwa sababu baba yake amesema si mwenyekiti, si babake si jina limesifikanika, basi alikuwa na kijana ndio tajiri ananiambia bwana utamuoa mtoto wangu. Wazee kwa wazee. Mimi nimekuwa ndani, nimetoka ndani, wameniambia kwamba kuna kijana pale nataka uolewe naye. Sasa siwezi nikampinga mzazi, na kweli kama unavyosema wewe, changamoto nililia. Yule mwanaume kufika nyumbani kwake akasema kwani nilikupenda mimi? Walikupenda wazazi. Mama, sina amani kabisa kwa ndoa yangu. Napitia maumivu makali. Sikiliza mwali wangu, amani utakuwa nayo tu. Yaani yote bado ujana unasumbua. Ataenda atajirekebisha tu. Kama mambo ya kuchoka uwezo kujua kazini anakokwenda. Pengine mbeba mizigo. Pengine kazi nyingi kule zinapatikanika. Unajua vijana wengi wanakuja nyumbani kwenu kuoa wanadanganya. Kwamba mimi na kampuni, mimi si na nini, kumbe mzee muongo. Pengine mbeba mzege, pengine nini. Lakini sasa ninachokushauri mwali wangu, naomba uvumilie. Wazazi unavyoona si wajinga kukuchagulia yule mwanaume. Wanaume wazazi wanajua kwamba mwanangu nimpeleke wapi. Unajua kuna wanaume wengine matapeli. Mama, nimechoka. Sikiliza nikueleze mwali wangu. Ndio umechoka. Umechoka sana, lakini naomba uvumilie. Maisha kutangatanga hayapo. Na mtu ukiwa na mwanaume ndani unaheshimika. Naomba uvumilie, afu ndoa yenyewe na bado changa. Kwa nini nakuyumbisha? Ila ninachokushauri sasa mwali wangu, kuna mganga mimi nitakupeleka. Tuende tukamweke sawa.